Tunalianza tena picha letu hapa tukimwona huyu bidada anaitwa Mimi akiwa hapa amekuja kununua mkate, lakini anakuwa amesahau hela nyumbani. Sasa kuna mshikaji hapa hivi pembeni na yeye ananunua mkate pia wa kuitwa Gerald. Sasa bidada akasema kwamba nimesahau hela nyumbani, shika mkate wako nikachukua hela then nije ninunue mkate tena. Sema usijali wana, mimi nitakulipia huo mkate. Mwamba wa kuitwa Gerald akasema atamlipia. Akasema okay sawa, kama utamlipia ni sawa. Bidada akafly kinoma. Yani alivyomwona mwamba akasema huyu mwamba ana roho nzuri, yani kakubali kunilipia mkate. Basi bwana, huku upande wa pili tunaona bidada amerudi tena dukani huku. Anamuulizia yule mkaka, yani anamuuliza mwenye duka, hivi yule mkaka alinilipia siku ile mkate hakurudi tena? Bidada akasema mimi sijamuona tena, hajarudi hapa. Yani sasa nitafanyaje nimpate, yani nina shida naye kinoma. Yani bidada yuko anamuulizia mwamba. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe channel yangu, hebu subscribe, bonyeza alama ya kengele, alafu pia like. Basi bana, bidada hapa akawa anaongea na huyu bibi wa dukani, akawa anamwambia basi fanya hivi, nisaidie nikupe namba yangu, alafu yeye akija utampatia namba yangu, alafu atanitafuta kama utojali. Basi huyu wa duka hapa akakubali, huyu bidada wa kuuza duka akakubali, akasema basi sawa, wewe nipe namba yako then mimi akija tampigia. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kupata recap kali kama hizi hapa. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, yani usisahau kucomment pia usisahau kulike, yani usisahau. Basi bidada akawa anakuja basi hapa na simu, aandike namba za simu. Akawa anaandika namba za simu hapo hivi, lakini huyu mdada muuza duka akawa na maswali mengi, yani kwa sababu tu ya mkate huyu mtu anarudi tena. Basi bana, bidada akawa amesave namba za simu. Sasa huko upande pili tunamuona bidada yupo kwenye bodaboda, mara ghafla anamuona mshikaji huyu mwamba wa kuitwa Gerald, anamuona pale hivi, anamwambia mwenye bodaboda, simama. Akamuona, naona ana shauku kinoma. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe, nenda ka subscribe kwenye channel yangu ili kupata recap na movies nzuri kama hizi hapa. Basi bana, bidada akawa amefika kwa mwamba, akawa anamwambia mambo. Mwamba anamwambia poa, vipi unanikumbuka? Mwamba anasema nakumbuka sura, nikulipia mkate pale. Bidada akamwambia tu ndo nakumbuka hicho? Akasema hapana, lakini pia nakumbuka jina lako. Bidada akawa anamuuliza jina langu naitwa nani? Basi mwamba akawa anajingatangata, tukashasahau jina la bidada. Basi bidada akamwambia mimi naitwa Mimi. Jamaa ndo anakumbuka kweli Mimi, lakini mimi nakukumbuka wewe unaitwa Gerald. Mshikaji akasema kweli naitwa Gerald. Akasema nilikuwa nakutafuta kinoma. Mwamba akasema nashukuru. Akamwambia kama inawezekana twende sehemu tukakae tupige story. Basi mwamba akamwambia mimi naelekea kwenye mazoezi ya mpira, kama inawezekana tuungane pamoja, labda twende huko kwenye mazoezi ya mpira. Bidada akamwambia basi sawa, mimi naomba tuungane twende huko kwenye mazoezi ya mpira kwa sababu nahitaji kukaa muda mwingi na wewe. Basi bana, wakawa wanapanda boda wanaelekea wapi? Kwenye uwanja wa mpira. Mwamba anapenda sana mpira na mwamba ndoto yake siku moja ni kuja kuchezea Barcelona. Yani mwamba anataka kwenda kukizana pale na Lamine Yamal, akagombania namba ya Lamine Yamal. Huyu jamaa kweli ataweza? Hebu kwenye comment section pale niandikie kama huyu jamaa kweli ataweza kumpiku Lamine Yamal. Basi bwana, mshikaji ni mwamba tu wa mtaani na anacheza mpira tu wa mtaani, yani anaamini kwa kipaji chake cha mtaani siku moja atakuja kutoboa. Basi hapa anakutana na washikaji zake, anawapa hai nini, washikaji wanamsalimia. Basi mwamba yupo uwanjani hapo anajiandaa kiwanja chake kama vya kibongo tu. Basi bidada akawa amekaa pale pembeni anamsikilizia mwamba. Basi mwamba akaja mpaka kwa bidada hapa akampatia begi, anajiandaa kwa ajili ya kuingia uwanjani. Mwamba akawa anavua mpaka suruali yake pale ili abakiwe na pensi. Watu wa michezo mnanielewa. Mwamba akabaki pale na pensi ya michezo. Basi bana, mdada yuko hapa hivi akawa anamwambia nenda nikuangalie unavyocheza mpira, nione unavyodhalilishwa. Mwamba akasema mimi fundi. Wakawa wanacheka tu pale. Nikukumbushe tu, kama hujasubscribe kwenye channel yangu, nenda ka subscribe, kabonyeze alama ya kengele. Basi mwamba yupo huko anakiwasha kinoma noma, unaambiwa mwamba anaupiga mwingi. Mwamba anachukua boli lakini anachenga nini? Mwamba in short analijua boli yani, na mwamba ana ndoto. Kwa hiyo kwenye comment hapo mtu andikie huyu jamaa boli analijua au jamaa ni jau. Basi mwamba akawa amepata mpira pale, unaambiwa akachenga mtu wa kwanza, akachenga mtu wa pili.
2, akachenga mtu wa 3, akachenga wa 4. Mwamba akafunga goli. Mwamba ni kushangilia tu kinoma hapo kama Ronaldo, huku bibia anakuja anamkumbatia. Ni bibia inaonekana anampenda sana huyu mwamba, yani katokea kumkubali tu ndani ya siku moja. Basi mwamba yupo akawa anaendelea kucheza mpira hapa hivi. Basi wakawa wanatoka kwenye mpira wanarudi nyumbani, wanapiga story kidogo kidogo. Anamwambia wewe unaishi wapi? Akasema mimi naishi kwa hapo hivi na ninaishi na anko wangu. Akasema kumbe unaishi pale. Jamaa akawa anamuelekeza mimi naishi kwa pale, kuna kibanda tu kidogo, kinyumba cha kawaida. Mwamba akasema, bidada akasema kwamba vipi tunaweza tukaenda? Mwamba akasema twende. Mwamba akamzuia akamwambia hapana, anko wangu mimi atanizingua. Yani anko wangu mimi tukienda atanizingua, kwa haiwezekani. We kama inawezekana we siku nyingine tutaenda. Basi bidada akasema okay sawa, basi usijali hata siku nyingine tutafanyaje, tutaenda bana. Nikukumbushe tena, kama subscribe channel ikue, rafiki yangu, na kuomba usubscribe. Basi mwamba akawa na mchukua vitu vyake, alikuwa amempatia necklace hii. Bidada akawa ameivaa necklace ya mwamba. Mwamba akawa anaiangalia, mwamba kama vile anataka kumpiga kisi hivi. Bidada yuko anafurahi tu anacheka. Mwamba akawa anamvulisha, leta necklace yangu. Mwamba akawa anacheka tu, bidada yuko na yeye kinacheka hapa, yani kibidada kinampenda mwamba kinoma, kikawa kinampungia tu mkono bye. Mwamba akawa anamwambia bye. Basi mwamba akawa anaondoka. Tunaona siku nyingine huku hivi bidada kumbe yuko hapa anamsubiri mwamba. Sasa mwamba yupo huku anatoka nyumbani anarudi mpaka huku hivi. Basi akawa anatembea kumkaribia mpaka bidada hapa hivi, akiwa anasogea aongee naye. Alikuwa hajui hata kama bidada anamsubiri kwa hapa. Basi bidada akamwambia mimi nimekusubiri hapa muda mrefu, nilijua labda utakuwa unapita kwenda kwenye mpira, kwenye mazoezi, kwa hiyo nikawa nakusubiria hapa hivi kwa muda mrefu. Mwamba akamuuliza lakini si bora ungenipigia tu simu? Bidada akasema sina namba yako ndio maana nikashindwa kukupigia simu. Jamaa akasema kweli sikukupatia namba yangu. Basi fanya hivi, ngoja mimi nichukue namba yako sasa hivi nikuandikie namba yangu ya simu, then siku nyingine utakuwa unanipigia, lakini sio kunisubiri barabarani. Basi mwamba akawa anachukua namba ya simu ya bidada pale, akawa na save na namba ya simu. Basi bana, baada ya hapo hivi akawa wanaelekea uwanjani. Sasa akasema kwamba tuelekee uwanjani, twende ukacheze leo, twende ukakiwashe tena, si unaelewa? Mwamba wa kuitwa mwamba anajiita Ronaldo. Mwamba ana ndoto kubwa sana, yani huyo mwamba ni kama wanangu watu wa mtaani, yani wanangu wanaogusa mali hapa, na wazungumzia wanangu kina Abraham. Basi bana, mwamba huko akawa anarudi kutoka kule bana, ameumia, ametoka uwanjani kaumia. Wauni wamemshenyenta bana, yani wauni wamempelekea moto kamguu bana. Ni kawaida ya mazoezi, wanaume wanaelewa, watu ambao wana michezo wanaelewa. Basi bana, bidada akawa anamkokota hapa hivi, anambembeza, anamwambia usijali utakuwa sawa tu, pole. Basi bana, bidada akawa anamwambia kama ikiwezekana twende nyumbani kwangu nikakukande na maji, maana huu mguu wako huu nikakufanyie massage kidogo, ili mguu angalau upate kupona na upunguze maumivu. Basi mwamba akawa anamwambia okay sawa, kama inawezekana twende. Basi amefika, mwamba yupo anakando hapa kama toto, jamaa linalialia tu. Bidada akamwambia pole, utakuwa tu sawa, ngoja niendelee kukukanda vizuri. Mwamba akawa anaangalia, anasema huyu bidada ana roho nzuri, yani bidada anaonekana anampenda mwamba. Sema mwamba ni bwabwa, yani jamaa alitaki kabisa kueleweka, yani alitaki kabisa kumkubali huyu dem, yani dogo alijiongezi. Basi mwamba akawa amekaa pale hivi, amekaa kwenye kochi bana. Ghafla mwamba akapitiwa na usingizi pale hivi, akawa amelala pale, na make uchovu plus kaumia plus maumivu, akawa ni amechoka kinoma. Basi bidada alikuwa ameenda kumpikia chakula mwamba, kaenda kuandaa saka ile kaivisha, anarudi anamkuta mwamba kalala. Sasa akawa anajiuliza nimwamshe yale au nikimwamsha nitakuwa namsumbua. Akasema ngoja niende nikakae pale pembeni kwanza, alafu then akiamka baadaye nitakuja kufanyaje, nitakuja kumwamsha. Basi bidada akasema ngoja aende akakae kwenye ngazi, ila anamwangalia anasema huyu mkaka ni handsome kinoma, yani ni handsome boy hatari. Basi bana, bidada akaenda akakaa pale pembeni. Huku hivi bidada naye akawa amepitiwa na usingizi. Unaambiwa mwamba anakuja kushtuka saa 9 usiku, yani saa 9 alfajiri tuseme hivyo, yani tangu jana mpaka saa 9 alfajiri, na kula anaishi na anko wake, yani iswi itakuaje? Basi bana, mwamba akawa kwanza kushtuka hapa. Bidada naye kapitiwa na usingizi pale, yani bidada mpaka kapitiwa na usingizi. Mwamba akawa anamwamsha bidada ndo akawa anaamka pale. Bidada akawa anasema kumbe umeamka bana. Umeamka, basi unaendeleaje mguu wako?
Mwamba akasema mguu wangu unaendelea vizuri, lakini natakiwa niende nyumbani. Akaambiwa sasa uende nyumbani sasa hivi ni usiku, alafu giza, haiwezekani uende mwenyewe na mguu wako unauma. Kama inawezekana ungelala tu hapa alafu kesho utaenda. Hapana, mjomba wangu hawezi kunielewa. Akaambia hapana, mjomba wako atakuelewa tu, ni usiku sasa hivi, giza, saa 9 usiku. Vipi kama utakutana na vibaka au utakutana na hatari yoyote, alafu mguu wako ni mbovu, tayari umeshaumia kwenye mpira? Basi Mwamba akawa hana jinsi. Mwamba ikabidi tu amkubalie bidada kwamba atalala. Bidada huyo leo anautaka huyo. Yaani huyo bidada leo akijichanganya, jamaa sidhani kama atamwacha salama, yani sidhani. Maana huyu jamaa na yeye inaonekana ni black nigga ambaye Mwamba ana balaa lake. Basi bana, huku hivi bidada akawa anamwambia kwamba twende basi upande kule juu, uweze ukalala hapa kwenye kochi, twende ukalale kule juu. Basi Mwamba akawa ananyanyuka kama hivyo. Mwamba akawa anatembea pamoja na huyo bibia. Wanaelekea wapi? Wanaelekea juu. Basi Mwamba amefika kule, bibia akawa anamfunika na shuka nini, kalala kitandani pale. Mwamba anapewa VIP treatment. Sema Mwamba na yeye huyu jamaa tutamleft kwenye group la wanaume. Sijui kwa nini anashindwa kujiongeza. Yaani ingekuwa ni mwingine hapo hivi tayari mapema muuni ashaluka na blandi. Basi bana, bidada na yeye akawa anapanda kitandani pale kwenda kulala. Huyu bidada ni mzuri hatari, unaambiwa yani huyu mtoto kia Mungu, huyu mtoto ningekuwa nimempata mimi nisingeruhusu kabisa yani nimwache, yani kizembe tu. Huyu Mwamba huyu Mwamba ni mzembe kinoma, yani sijui kwa nini kashindwa. Basi bana, bidada akawa analala pale anajigeuza nini. Asubuhi Mwamba wa kwanza kushtuka pale hivi, akawa anamwamsha bidada sasa hapa hivi. Basi jamaa akawa kwanza kuamka hapa, akawa anamwamsha na bidada anamwambia mimi nimeshaamka, natakiwa niende nyumbani. Mimi amka, mimi nimeamka hapa, natakiwa niende nyumbani. Basi mimi akawa anashangaa, kumbe umeshaamka tayari? Kwa hiyo vipi? Akasema mimi natakiwa niende nyumbani. Na mguu wako? Akasema mimi mguu wangu najisikia vizuri. Vipi, naweza nikakusindikiza, lakini kama utojali, maana huo mguu wako sidhani kama utaweza kutembea vizuri. Jamaa akawa anambia hata usijali kunisindikiza, nitatembea tu mwenyewe, hata hivyo sasa hivi najisikia vizuri. Bidada akamwambia utatembea mwenyewe? Akasema Mwamba akasema ndio, mimi nitatembea tu mwenyewe. Basi bidada akamwambia okay, basi sawa, wewe ukifika huko hivi usiache kunitafuta, yani ukifika kwenu wewe nipigie simu. Nikukumbushe tu mwanangu, kama hujasubscribe, subscribe, alafu toa comment yako hapo hivi ili kupata recap nzuri kama hizi, ili kwa kwanza kabisa kufaidi recap nzuri kama hizi, movie kama hizi. Nenda ka subscribe kwenye YouTube channel yangu. Basi Mwamba akawa anafika nyumbani huku hivi. Kumbe bidada bana alikuwa anamfuatilia Mwamba, alikuwa anataka agundue Mwamba anaishi wapi. Make tu huwa anaonana naye wala hajui jamaa anaishi wapi. Kumbe jamaa ana maisha magumu kinoma, yani unaambiwa, na anaishi tu kwenye kijumba kidogo, yani kama kizizi cha ng'ombe, yani kama kibanda cha kuku. Sasa bidada ndo akawa anafika hapa hivi, wa kuitwa mimi, akawa anaita Gerald. Bidada yuko hapa. Sasa Gerald akawa anatoka nje, akawa anashangaa, umepajuaje hapa? Kumbe dada alikuwa anamfuatilia. Basi bana, siku nyingine huku hivi bidada baada ya kugundua Mwamba na maisha magumu, anaishi tu kwenye kijumba kidogo tu cha kawaida. Basi leo bidada akaja na surprise kwa Mwamba. Kumbe huyu bidada ni wakishua kinoma, unaambiwa. Yani huyu bidada kwao hela zipo, yani kwao mawe yapo, unaambiwa. Sema tu ndo hivyo, hapendi kujionyesha. Basi akanaambia leo mimi Gerald na surprise kwa ajili yako, yani na kitu ambacho kitakufanya uwe na furaha kwenye maisha yako. Naomba tu niruhusu niweze kukuonyesha. Si unaenda mazoezini sasa hivi, ikibidi wewe usiende mazoezini kwanza nikuonyeshe hicho kitu. Mwamba akawa anasema ni kitu gani hicho? Akawa anaambiwa nataka ufumbe macho ili niweze kukuonyesha hicho kitu, na ikiwezekana naomba ugeuke kabisa nikufunge na nini, nikufunge na hiki kitambaa ili twende ukakione hicho kitu. Mwamba akawa anajiuliza hapa hivi, hicho ni kitu gani ambacho itakuwa huyu bidada anataka kunionyesha? Basi bidada akawa anamforce pale kwa kumlazimisha Mwamba afumbe macho na asione kabisa. Bidada ameandaa surprise kubwa kwa ajili yake. Si yote hatujui ni surprise gani. Endelea kuwa na mimi kwenye movie hii, twende ukaone ni surprise gani ambayo huyu bidada kaiandaa kwa ajili ya huyu mkaka. Na inaonekana huyu mdada anampenda kinoma huyu mkaka. Sema ndo hivyo tu, hii kaka nalo bwa alitaki kujiongeza. Basi bidada ana kiuno huyu, naambiwa bidada ni mzuri hatari. Basi bidada akawa anamvuta mkono Mwamba wa kuitwa Gerald. Wanaingia mpaka hapa hivi, kuna bonge la mjengo liko hapa hivi. Hasa bidada akawa anamvuta, wanaingia mpaka ndani bana. Ile wamefika ndani, Mwamba yupo haoni chochote hapo
hapo hivi wala haelewi chochote kwa sababu amefungwa. Anaingia kwenye jumba, hilo ni bonge la jumba la kifalme hatari. Bonge la zinga la jumba. Sasa ndo akawa anamgeuza hapa hivi. Alivyokuwa anamgeuza akawa anamwambia, mimi nimekuandalia surprise yako hapa, ngoja nikufungue uone. Sasa ile kumfungua, mwamba anataka aone surprise, anaambiwa hivi, hii ni nyumba yako nimekununulia, kwa hiyo utakuwa unaishi kuanzia leo hapa hivi. Mwamba akawa anashangaa, kweli umenunulia? Nashukuru sana mimi. Nakushukuru, Mungu akubariki akuzidishie. Mwamba akawa anashukuru kinoma. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.